mchungaji memponza massage aka sauna. Unajua maana sauna? Mchungaji ananipigia simu, mwanangu, na kuomba nikusimulie uwafundishe na watu wengine kisije kikawakuta. Mimi nikamwambia mchungaji, kulikoni kulindembwe jamani. Mchungaji ananiambia tulia mwanangu, naomba nifike ofisini nikupigie. Kwani mimi nikamwambia sawa. Kila saa nikanampigia. Mchungaji akaniambia haya, kaa sehemu nzuri nikuhadisie. Bwana, mimi nilitoka mwanangu nikaelekea Dar kwenye kikao. Mimi tena mchungaji. Anasema nilipofika Dar kwenye kikao bwana, nikakutana kwanza, siku hiyo ilikuwa imeanza changamoto kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Vipi? Akasema bwana, nilipofika pale, kwa sababu mimi ndio nilikuwa mgeni rasmi, kwa hiyo nilifikia kuna hoteli fulani Dar, sitoitaja jamani, ila mkitaka niitaje nitaitaja. Anasema nilipofikia Dar pale, kuna sehemu nilipofikia nikabidi nimtafute mtu kwa ajili ya kuninyoshia pasi, kwa sababu kuna mtu anakuaga special kwenye mahoteli makubwa makubwa wa kunyosha pasi. Kaambia sawa, tuendelee. Kaambia bwana, picha linaanza, huyo mtu alinimtafuta akaja mule ndani. Kuja ndani akaninyoshia vizuri, alivyoninyoshia baada ya kuondoka mimi nikampa shilingi ngapi? 20,000. Yule mtu akaondoka. Mimi tena bwana, siku ya kwanza, siku ya pili yule mtu kaja tena, alisahau sijui kama amenyosha nguo zote, manake alinyosha nguo karibia 4-5 hivi za kutoka hata siku 2-3. Bwana, yule dada alipokuja tena mimi nikamwambia hamna, leo sina huduma. Ikabidi nimpe shilingi 10,000 kama ya usumbufu tu nini. Aya, asante, kaondoka. Bwana, yule mdada anaambia kesho yake akaja. Kuchelea sui. Kaja dada yule, kagonga tena, kasukuma mlango, hata kugonga hajagonga. Mchungaji alikuwa ameacha mlango wazi kwa sababu alikuwa anajiandaa anataka kutoka. Alikuwa na nguo zake. Kuna watu wanaanza akasukuma mlango. Yule mkaka dada alivyoingia ndani, guest inafunguliwa mlango, mchungaji anastuka. Anamwangalia yule mdada. Yule mdada akaja leo kwa mitego zaidi. Bwana, akaja na kikanga kimoja. Ameingia paka kule. Yaani tuka kuoga nikajua umeshatoka. Anambia nipo. Leo unyoshi nguo. Mchungaji akaambia mimi usinyoshi nguo, sina nguo. Basi yule mdada akakaa pale akajikalisha pale pembeni ya kichogo cha kitanda. Sielewa. Mchungaji akanamwangalia, mchungaji kabisa naye akaona ili pepo ili nisije nikaanza kuna nili hapa. Basi dada anaongea kidogo, yani kama nguo iko wazi, mapaja humu, sijui unaelewa. Sasa mchungaji kwa ndani ananena kwa lugha, wewe segele, sijui unaelewa. Ananena kwa lugha hapa, namsikilizia. Sasa unajua ana upako. Basi dada anakuambia kajitengisha, akaona kama mchungaji sio mzima kama kuondoka. Alivyoondoka mchungaji anakuambia mimi sikukaa tena hilo eneo. Nilichukua nguo zangu na kusepa moja kwa moja kutafuta hoteli nyingine. Akatoka kaenda kutafuta hoteli nyingine. Lakini sasa akaanza moja kwa moja, kabla hajafika kwenye hoteli nyingine akaenda kufanyaje? Akaenda kwenye kikao kilichokuwa kinamuita. Kafika kwenye kikao kamaliza, akasema mimi jioni hapa ngoja nikafanywe massage, kwa sababu mzee mchungaji mzee wananiliu wa kushevu nini scrub. Akasema ngoja nikafanywe scrub, nikafanywe massage, mwili ukae sawa, nilale kesho asubuhi nifanyaje. Kikao kinakuwa kinaisha na geuza nyumbani. Sasa siku hiyo anayotaka kumaliza hiyo kazi, uwezi amini. Sasa akaenda kwenye hiyo scrub, amescrubiwa vizuri, akamwambia bwana, hapa kuna huduma massage. Na hilo ndo tatizo lilipoanzia. Mchungaji, massage, akasema kuna huduma inaitwa sauna. Mchungaji akasema sauna? Si unajua tena wachungaji wanatamani kujua kwamba sauna ni nini. Wapelelezi. Akasema okay, basi sawa, tunaweza tukafanya sauna. Basi akaingizwa kwenye hicho chumba. Najua sauna ni nini? Mimi mwenyewe sijui, ikabidi nikaanza kusearch sauna ni nini. Sauna unaambiwa kuna kichumba hicho unaingizwa, kinakuwa kama cha kujifukiza. Unapewa kibilika chako, unakuwa kama unachukua upaa wako, unachota maji, unaweka kwenye hicho. Kuna kama hajiwe, ukiweka inafukiza moto. Jamani, baba yule akakaa mule. Akati anafanywa vile huduma, nakwambia kaka, mdada unaambiwa alipo kule ndani anayemfanyia, ambaye akitoka hapo sasa amfanyie massage. Mdada akavaa taulo, akamwambia na wewe badala ya kufanywa sasa hapo kashafanya sauna hiyo ama maji hiyo ya kunini kujifusha. Mambo asiwe mengi. Kaka apelekwa kitandani, kuna godoro. Ilo godoro unaambiwa, kaka anashangaa mbona huyu naye kavaa kama mimi?
Dada anamfanyia massage kwanza. Kwanza akaanza kila akifanya kidogo tu anajidondoshia taulo. Akamwambia sikiliza, hapa kuna huduma mbili. Hii huduma kiasi chake ni kiasi fulani, lakini kama ukizidiwa kiasi chake ni kiasi fulani kinaongezeka. Mchungaji akaona nikizidiwa, mbona umenitangulizia udhaifu? Yaani hapo ndo umejikoroga. Mchungaji anajitia moyo hapo. Mchungaji mpaka nikauliza babangu, mchungaji ni babangu wa kiroho yuko Mwanza. Alikuwa na zamani ananifundisha masuala ya Mungu, yuko Mwanza, anaitwa Chacha. Yamweza mchungaji, imekuwaje umevumilia vitu kama hivyo? Labda kwa sababu wewe ni mtu mzima mbaba. Ana angekuwa kijana wa miaka 38 kushuka chini, hata 40 tu kushuka chini, Tanzania angekuacha salama. Share kwanza. Share tumalizie. Palipobaki padogo. Akaanza kupapaswa. Mchungaji kila kigeuka hivi akiangalia, dada mara anampapasa huko, mara anampapasa huko. Kaja kwenye masaji ya miguu, dada anadondosha taulo. Anakuwa kama alivyozaliwa. Mchungaji akiangalia hivi, oh, Mungu nisaidie. Anaenda machini. Dada yule haelewi. Alipomaliza kumfanyia masaji akaona, ngoja wewe unajifanya wewe na niliu. Mimi nimekutana na watu wagumu kushinda wewe. Hapo kimoyomoyo kwenye mawazo yake, sasa nilikuwepo utajua. Basi yule dada akanyanyuka, akawa ameenda bafuni. Badala ya kuona lile zoezi, mchungaji kafanyaje? Kalishinda. Akatoa, yani taulo kalidondoshia pale, afu akajifanya kama hajaliokota. Yaani akaendelea tu kutembea mpaka nenda bafuni. Akageuka kama kumuibia, mchungaji kaona. Mchungaji akaganda macho vile vile, akawa anamwangalia vizuri yule dada, umbile lake anavotembea, anavoenda vile. Najua watu mtajiuliza, mchungaji kwio? Aha. Akawa anamwangalia kwa sababu mchungaji akamwambia mimi nikamuuliza, sasa kwa nini ulimwangalia na usingefumba macho? Akasema ningefumba macho alikuwa na uwezo wa kuja kunishawishi kunifumbua macho. Kwa sababu alikuwa anaonekana ana nini? Ana aibu. Sasa mimi nitaka nimhakikishie nimeona na sifanyi kitu chochote. Kweli? Mchungaji akaa anaangalia, nakwambia anaangalia, dada akashaondoka pale, nakwambia akaenda akajimwagia maji kamaliza. Mchungaji akabidi aanze kucheka, anaambiwa cheka, anacheka. Basi akaniambia, bwana, kuanzia hapo waambie na wachungaji wengine wasije wakatamani haya masuala mengine. Sawa, kuna muda mwingine sisi tunatamani kujua vitu vingi. Kwa hiyo yeye mchungaji alikuwa anataka kujua kuhusu swala zima la sauna. Yaani hicho ndio kitu. Sauna ni nini? Mbona inaonekana ni watu wengi, yaani tukifika kwenye mahoteli makubwa kuna huduma hivi sauna hizo zinakuwa sauna ni nini? Lakini sasa hakujua kama pale unapewa hadi massage ya niliu ya mwili. Sasa nikamuuliza mchungaji, akati anakuchezea huko anakufanyia wewe ulikuwa umemtupa sana. Mchungaji akasema mimi nilikuwa nimevaa hapa taulo. Lakini sasa kuna vitu nilikuwa sitaki, namwambia kabisa hicho usinifanyie. Sababu yule akawa ananiambia nigeuke hivi. Sasa huko kashafanya massage. Na nikamuuliza alikukalia, akasema sikumwambia nikalie. Kwa hiyo yule alikuwa anafanywa hivi. Sijui naelewa anamfanya hivi. Sasa yule akamwambia mimi kuna vitu nilikuwa nimevikataa kwa sababu kuna vitu vingine nilikuwa namjaribu kabisa Mungu. Haya. Mimi sasa kwenye maswali, najua naona maswali yako utaniuliza hapo ili nikumbuke hilo nilimuuliza ili nikujibu. Sawa. Nikamuuliza tena. Kwa hiyo akati anafanyia hivyo, 5G ilikuwa network hizi, ama nothing. Hamna. Mimi kwa sababu lijali lazima hiyo hivyo, lakini haikunipelekea hivyo kwa sababu kwanza niliyemvaa ni mkuu kuliko nini? Kuliko hivyo vitu vya kidunia, kwamba mimi nimemvaa Mungu, yani yeye amemvaa Yesu typically. Sasa huyu amemvaa Yesu typically. Imagine sasa wewe ndio umetoka kuokoka mpya hapa. Kuna vidhambi unavitaka, huku kuna vinini unavitaka. Uwezi kufanyaje? Na kuna wengine wameokoka typically bwana. Swala la mahusiano bwana, shetani napo anaingiliaga, lakini all in all tusemeni tu Mungu anafaidia jamani. Sasa mimi na assume ndo ningekuwa mimi ndo mwanaume. Mimi hapa ndo ningekuwa mwanaume. Kwa mimi hapa. Kila mkoa watoto. Kwa mimi jamani ningekuwa mwanaume, lakini ningekuwa mwanamke ningekuwa strong pia. Kwa hiyo huo tu ndo naniliu. Kama umependa unaweza kulike, kushare, lakini pia nakaribisha story DM. Kuna story inakuja ya Sia. Stay tuned kwenye page yangu. Bye bye.